wakiwa na asidi, wakiwa na vidonda vya tumbo, wakiwa na bawasiri, wakiwa wanakosa choo, alafu wakaniambia daktari, tunataka dawa, nikawapa dawa, alafu hawajapona, wasije kuniambia dawa zangu hazijawasaidia, waje waniambie kwa nini hawaponi. So sababu ya kwanza na scientifically imekuwa proved ni matumizi ya dawa za maumivu. So guys, kama wewe ni mtu wa kutumia dawa za maumivu kila siku, na kuomba uanze kuziangalia na kujua kwa nini unaishi na dawa za maumivu, kwa sababu inawezekana hiyo asidi ambayo haiishi ni kwa sababu wewe unaishi na dawa za maumivu, zimeharibu mmeng'enyo. So hiyo ni scientifically na tafiti ziko na zimethibitisha hilo. Sababu ya pili, dawa za maambukizi. Eleza pharmacognosy. Thank you. Dawa za maambukizi au antibiotic. Unajua, ukijifunza sayansi ya dawa, huyu Leza hapa anaweza kanielewa haraka. Ukijifunza sayansi ya dawa, kuna kitu kinaitwa mechanism of action, dawa inavyofanya kazi. Dawa za maambukizi zinachoenda kufanya ni kuondoa wale bakteria au pathogens ambao wamesababisha wewe unaumwa. So in that process, katika hiyo process ya kudili na hao bakteria wabaya, na wewe pia Alfadhina bro za kwako, na mimi kidogo kidogo najua. Thank you. So hawa bakteria unaodili nao, kumbuka nimekuwa nikizungumzia uwepo wa bakteria muhimu katika mfumo wetu wa mmeng'enyo. Na kwa sababu hawa bakteria tulionao kwenye mmeng'enyo wetu hawapishani sana na bakteria ambao wanatuletea magonjwa, yani wanatuletea infection. Kwa sababu baadhi ya hawa bakteria wanaishi ndani yetu kwa kiwango sahihi. So unapotumia dawa za maambukizi, inaweza kusababisha imbalance ya hawa bakteria ambao wewe unawahitaji na kukuletea changamoto ya mmeng'enyo.